Hivyo mwanaume, yaani umeamka unazidi kukaa tu, muda unazidi kwenda Haya, umekalisha makalio yako hapa, unategemea tunakula nini humu ndani? Mke wangu, unanilaumu wakati unaona mimi mwenyewe sina kazi. Nimekaa tu hapa, nimelima mazao huko, yote yamekufa na jua. Mimi nategemea kwamba wewe niliwaze, lakini tena unanilaumu. Kwa unataka mimi niibe? Eti nikeni kuliwaze. Yaani nishindwe kuliwaza watoto wangu, nikae na kuliwaza jitu zima kama wewe. Uone hata aibu. Yaani umeshindwa kwenda kutafuta hela kunitunza mwanamke. Kila siku nakwambia jamani nataka talaka yangu na ningangania. Kunitunza unashindwa Alafu sasa hivi eti nikaibe. Kwa hiyo unataka ufanyeje? Utajua wewe unaenda kuiba, unaenda kukopa, hayo hayanihusu mimi. Nataka unitunze. Check ni wakuvaa vitu vilivyopauka mimi. Hivyo mwanaume upoje wewe? Hivi yani umekaa kabisa eti mke wangu nimelima mazao yameungwana jua. Yananusu nini mimi? Sikia nikwambie, kama huwezi kunitunza nataka talaka yangu. Maisha mimi nishachoka. Soka unanikondisha tu mtoto watu, unanipausha tu. Liangalie kwanza. Mke wangu, swala talaka mimi siwezi kukupatia hisi. Yaani siwezi kabisa, maana mimi nakupenda mno. Zamani sikuwa hivi. Haya ni masuala ya mpito tu. Yatapita na maisha yatasonga. Sasa kama unaniambia nikupe talaka, mke wangu, mimi siwezi kukupatia talaka hisi. Haya ni mambo ya mpito tu, yatapita tu. Tuvumiliane, univumilie. Una kazi ya kunitumbulia macho tu? Sinakuuliza wewe. Yaani mpaka sasa hivi bado umejisimamisha hapa. Asepa. Nenda katafute kazi kukaa tu ulione kwanza. Hivi rafiki yangu Mkindu, maisha haya utaishi hadi lini? Mwanamke anakusumbua, anakumwagia maji, anakusukuma, anakufanya nini? Wanawake wengi, acha naye. Au huyu mwanamke akakupa dawa. Maana sio kwa hali hiyo. Mwanamke anakumwagia maji kabisa, kama mimi nampa makofi. Acha naye wa mwanamke mwingine. Huyo hamna kitu huyo. Wa kazi gani huyo? Ukienda wapi sehemu fulani tu, ukiongea na wadau wazuri wanakuonyesha wanawake wenye maana, wenye maadili. Sio mwanamke mjinga kama huyo. Sikiliza bwana Magembe, nikwambie kitu. Yaani kwa ushauri wako ulioniambia huo kuachana na mke wangu, yaani ni issue nyingine kabisa. Maana mke wangu nampenda mno. Siwezi kuachana naye. Yaani mimi kilichonileta hapa unishauri nini nifanye, sio kunishauri kwamba niachane naye. Sasa kama unaniambia niachane naye, unajenga au unabomoa? Unajua mimi mwanamke nimetoka naye wapi? Ungenishauri kwamba fanya hivi, fanya hiki niweze kujenga mji. Wewe unanishauri nibomoe na tafute mwanamke mwingine. Je, kama nikitafuta zaidi ya huyo, naenda achana naye? Yaani wewe ndio umenivuruga kabisa. Bora hata na ile mwanamke. Sasa ndugu yangu, umeniita hapa nikijua kwamba nikupe ushauri mzuri. Leo hii unaanza kuniambia kwamba ushauri wangu haufai. Kwamba mwanamke wako unampenda, unamfanyaje wakati ni mbaya, ni maraya. Acha naye huyo mwanamke. Tafuta mwingine. Yaani Magembe, usije ukarudia tena kumuita mke wangu maraya. Siku nyingine utafanya kitu kibaya zaidi ya hiki. Bwana B, mimi nimekuita hapa sio kwa nia mbaya. Ila nimekuita rafiki yako anatembea na mke wangu yule Frank. Sasa kuita kwangu sio kwamba kwa nia mbaya wala kwa ugomvi. Umwambie rafiki yako
aache kutembea na mke wangu, kwa sababu mke wangu amebadilika sana. Mfikishie hizi taarifa, aache kutembea na mke wangu. Hivi bro, unajua siku zote walisema Waswahili, ukubwa wa mwili sio ukubwa wa akili. Sasa mimi mambo yako na mke wako na huyo Frenki nusu nini mimi? Hivi nikikuuliza bro, umeshawahi kula kisamvu wewe? Unaweza kanijibu? Kwa sababu ungekuwa umekula kisamvu, akili zako zingekuwa zimekaa sawa na ungekuwa unaniona vizuri. Yaani natamani nikutukane lakini nashindwa. Hebu jaribu kuwa mtu mwenye akili. Alafu ukimsimamisha mtu mueleze vitu vyenye pointi. Yaani sasa mimi matatizo ya mke wangu uje nikueleze wewe kumwambia rafiki yangu. Inawezekana vipi hiyo? Unachukua mimi boya sana eti. Na ukiona mke wako anakuchiti, anatoka ndani nje ya ndoa, si ndio? Anaenda anafanya mambo yake ya kipuzi huko. Unajua umtimizie haja zake. Timiza haja za mke wako. Mke wako mwenye kapauka yule kinoma. Mtoto mdogo, mtoto 2000 yule kapauka, tazani mzee. Wewe kwanza jitu zima, ulimolea nini yule mtoto? Ana date na rafiki yangu kwa sababu ni azi yake. Ile ndio size yake. Sio wewe. Umenaribia siku sana leo bro. Yaani siku nyingine ukinisimamisha kuniambia upumbavu kama huo, bro kinachimbika. Mimi mwenyewe bangi waga zimelala hapa. Shamba Mimi nimekwambia maneno, nimekufikishia ujumbe. Na nimekwambia umeniambia kisamvu. Na ukathibitisha kabisa kwamba rafiki yako anatembea na mke wangu. Yaani ukasema kisamvu. Kisamvu, si ndio? Na anatembea na mke wangu. Kisha hizo taarifa. Nyie ni wachumba tu kwangu. Bro, wewe ni mtu mzima. Narudia tena. Sitaki nikuvunjie heshima. Umeelewa? Sitaki nikuvunjie heshima. Pita hivi. Kaendelea kulima huko. Bro, vipi? Swendo unapoenda? Nikalime. Kalime, kale na kisamvu. Kwanza ndo mamboga ambayo umezoea bwana. Kisamvu. Kale kisamvu. Mdogo wangu Frenki, nimekuita hapa na mazungumzo na wewe. Ni mazungumzo ya muhimu sana. Naomba unisikilize kwa makini. Dada, niko hapa na kusikiliza. Huu ni muda ambao nimetenga maalum kwa ajili ya kusikia unataka kuniambia kitu gani. Kwa hiyo, ongea tu. Mdogo wangu Frenki, nimesikia maneno mengi sana hapa mtaani yameshaenea kwamba unatoka na mke wa Bukindu. Hivi ni kweli mdogo wangu Frenki? Dada, hivi vitu haviniingia akilini. Yaani umeniita hapa nije nikusikilize. Alafu kitu ambacho unaenda kukizungumzia ni kwamba eti sijui mke wa Bukindu, sijui mke wa nani, Huyo mke wa Bukindu mimi mwenyewe simjui. Kitu cha kwanza mimi simjui. Na hata kama ningekuwa natoka naye, ni fresh tu. Huyu mtaa bwana unanifuatilia sana yani. Tangu nimefika yani nimeshapata kesi nyingi sana za wake za watu. Shida ni nini? Mwambie Bukindu, sijui ndo Bukindu, ndo ale kupata sijui hizo taarifa, sijui ni nani. Amlinde mke wake. Kama hawezi kumchunga mke wake, watu watapita naye. Mwanamke ni kama maziwa. Wewe unachaje kopo la maziwa nje, Mbu ataliwinda, binadamu ataliwinda. So mwambie alitunze vizuri. Mdogo wangu Frenki, yani kabisa unanizihirishia kwamba wewe unatoka na mke wa Bukindu kabisa. Hivi unamjua Bukindu vizuri wewe? Unamjua hapa mtaani kwetu ni mchawi. Afu yule baba, unamuelewa vizuri? Sina anaweza kukunja kabisa. Unamuelewa vizuri? Ndugu wangu Frank, nakuhurumia sana. Dada, labda tu nikwambie kitu kimoja. Chepesi sana, simple kabisa. Si wachawi tunaishi nao. Umeona? Afu uchawi wendi kwa mentali. Kwa mimi nitaishi naye. Na kwa hivyo nileta vitisho. Nilikuwa sitoki naye mke wake. Sasa mimi nitamtafuta. Afu kitachofuata atakuja kukwambia. Maana eti sijui Bukindu, sijui nini. Eti ni mchawi. Kwanza ushona wachawi ni wazee tangu lini? Dada, kama ulikuwa ujue siku hizi wachawi ni vijana, wachawi sio wazee. Mimi nitakula naye sahani moja. Alafu
kama mke wake ni pisi, sio tu kuishi naye tu kwamba eti ni luke. Mimi nitamuoa mke wake, nitamtoa kwake, nitamweka ghetto. Maana nataka nimpunguze kamdomo. Amezidi kamdomo. Maana mpaka hizi habari zimekufikia wewe, zimenifanya nisi concentrate kwenye kitu ambacho nakifanya. Unajua dada, mimi sasa hivi nilikuwa zangu nimekaa sehemu nimetulia na kula zangu mjani, afu unakuja kuniletea habari sijui za mke wa Bukindo, sijui. Does it make sense? Kwa mimi nitaishi naye, simjui lakini nitamtafuta, nitaishi naye. Maana mipisi nyingi sana kwenye mtaa zinanifagilia. Sasa mimi nitakushow kwamba bana, mimi ndo Frankie na huyo ndo Bukindo. Kwa mke wa Frankie, sijui mke wa Bukindo atakuja kwa mke wa Frankie soon as possible.